Wewe ni Mungu mwaminifu, Elion, fadhili zako zadumu milele. Haleluya. Moyo wangu umejawa na shukurani za kila namna, kukuambia Mungu asante kwa matendo yako. Yatakupata kama humwombi Mungu. Utajua majira ya yale matukio mabaya. Matukio mengine ni mazuri, yangekupata kama ungeyalinda kwa kumwambia Mungu, naomba unibariki, naomba unisaidie. Kama ungeyalinda, yangekupata yale matukio mazuri. Elewa majira ya kujiliwa kwako. Wiki mbili zilizopita kule Njiro niliwaambia hivi, jitayarishe kwenye maombi kabla mmeo hajafa. Akifa ni wakati mbaya. Nikaona watu wanageuka wanatazamana kana kwamba kwani si nitakufa kwani? Na nikawaambia jitayarisheni kabla na mimi sijafa. Mimi si ni baba yenu wa kiroho, naweza na mimi nikaondoka. Tuombe Mungu hayo majira yakifika tuweze kustahimili. Bwana siwe sana. Kuna mtu anasahau kwamba mke wake anaweza kaondoka, anasahau kwamba mume wake anaweza kaondoka, anasahau. Hukujua majira ya kujiliwa kwako. Huyo sio Mungu, huyo ni mtu. Omba Mungu awalinde, na ikitokea muwe salama, muwe salama. Nani alijua mpendo wako uliyempenda ataondoka? Nani alijua? Hukujua majira kujiliwa. Vitu vizuri vinakuja haujui, vitu vibaya vinakuja haujui, maana uko mbali na Mungu. Mama mmoja alikuwa kwa mshirika wetu, Mama Rais, Samson Rais, alikuwa mshirika wetu. Alipokufa wamama wa Kiarusha walipiga chafya, yeye amekufa. Walipiga chafya, kwani nasife? Eti kwa sababu ana nyumba nzuri, hana tabu, yeye hawezi kufa. Nani alikwambia? Kwani kifo ni cha masikini tu? Kwani kifo ni cha wenye shida tu? Mwanadamu mwenye mwili ataonja kifo. Kwa hiyo tujiandae na majira ya kujiliwa kwetu. Edward, lazima umalize kazi ya hapa, lazima iishe. Mungu atukuzwe. Pamoja na hayo tunashinda, na zaidi ya kushinda. Kamwe shetani hatashinda. Anaua mtoto, anaenda mbinguni, tunampoteza, lakini tunamkosa, lakini kazi inaendelea. Sikia, kwa hiyo nilimwambia Mungu, nipe gari nikutumikie, nifanye kazi. Gari yangu imechoka kweli, iko hapo nje imechoka, iko hoi binitabani, hata naogopa kusafiri leo usiku maana kinikatikia usiku ni mbaya. Ile nimemwambia Mungu, naomba tena gari niendelee na huduma yangu. Saa 7 saa 8 siku inapoanza naenda, na namuuliza Mungu, wapi kunahitajika huduma niende, hata kama si mshirika wa kanisa la TGC kama hili, naenda. Maadamu nipate tu njia wazi, moyo wangu kubaliane, na nikifika kweli ninakuta kuna mahitaji hayo kabisa. Bwana sifa sana. Unajua ndio maana tunakosa vitu. Mwambie Mungu, naomba fedha nikutumikie, naomba kitu fulani nikutumikie, naomba kitu fulani nikutukuze. Utapata. Hata kama una chanzo kingi cha pesa, Mungu atakupa, maana umemaanisha kumtukuza Mungu. Bwana sifa sana. Biblia ndivyo inavyosema, mnaomba vibaya, maana mnaomba mvitumie kwa tamaa zenu, wanijue na mimi nimo. Nani akujue? Wanakuonea tu hivi, hata wakikuona kwamba na wewe umo. Na ukicheza usiku wa manane watu wakatwapo, unaweza ukakatwa na wewe. Kwa hivyo mwambie Mungu, naomba nikutumikie, nibariki nikutumikie, nibariki nikutukuze.
nibariki, jina lako litukuzwe, kabisa itafanyika. Lakini kwa ajili ya tamaa zako, kapata nyumba nzuri, ghorofa nzuri, aishi na wanaye, aishi na watu wengine, ana nia mbaya tu. Usiwe na nia mbaya unapoomba kitu. Omba ukiwa na nia nzuri, utapata kile kitu. Bwana sifiwe sana. Maana Mungu anatazama unapoomba, nia yako. Fadhili zako zadumu milele. Haleluya. Moyo wangu umejawa na shukurani za kila namna, kukwambia Mungu asante kwa matendo yako.